Shalom, shalom. Mungu ni mmoja. Mbarikiwe Mbeya, mbarikiwe Tanzania, mbarikiwe Nairobi, mbarikiwe Kenya, mbarikiwe Kampala, Uganda na malango yako, mbarikiwe Bujumbura, Burundi, mbarikiwe Kigali, Rwanda na malango yako, ubarikiwe Lusaka, Zambia, ubarikiwe South Africa, ubarikiwe Afrika, Ulaya, Amerika, Asia. Natamka baraka, natamka baraka. Wewe na nyumba yako ubarikiwe, ubarikiwe. Hili tunaangalia neno la Bwana juu ya maombi. Maombi ndio connection, ndio pondi ya kutana na Mungu. Kwenye maombi ndiko ambako tunapata nguvu. So kuna nini na nyingi za kupata nguvu za kiroho. Ibada, neno la Mungu, maombi. Ili mtu awe na nguvu za roho, ana maombi, ana neno la Bwana. Ndio maana Kristo baada ya kufanya huduma yake alijitenga, alikuwa akiomba. Yale maombi ya Daniel anaomba kupa mara 3 asubuhi, mchana na jioni. Asubuhi, mchana na jioni ana nafasi ya kuweza kuomba kwa Mungu. Hata kama umechoka kwa namna gani, mahali ambapo unapita, omba. Usibali adui akukamate, usiombe. Omba. Jarishi unapita kwenye eneo la namna gani, usinyamaze, omba, usinyamaze. Na Waswahili wanasema muomba Mungu achoki. Muomba Mungu achoki ni msemo tu wa Kiswahili, lakini endelea kuomba. Just non-stop prayer. Non-stop prayer. Biblia inasema maana msiache kuomba na msiache kukusanyika. Msiache kukusanyika, usiache ibada kwa sababu ya namna yote ile. Makwazo hayana budi kuja. Hayana budi kuja. Unaweza wakwaza kwenye kwaya, ukakwaza kanisani, ni adui tu anatafuta njia ya kuweza kukutoa, lakini simama imara, uwe thabiti. Yesu alimwambia Petro, rudi nyuma ukikwaza shetani. Kwa lugha nyepesi Petro angesema, Yesu mwenyewe ameniambia mimi ni shetani kabisa, hata kama nimekosea. Petro aliendelea kunyenyekea. Haleluya. Ni kwa sababu ya unyenyekevu kuna watu ambao mkapoteza position kwenye familia, na mko na watu ambao kwa nguvu, wapo watu ambao wana capital. Lakini kwa sababu ya unyenyekevu kwa mkakosa tu unyenyekevu. Na wapo watu wengi ambao wana ndugu na uwezo mkubwa kiuchumi, lakini ile ya kunyenyekea tu, kwamba nani anyenyekewe. Kwenye vikao vya ukoo kile kitu anafanya tu yeye. Badala wale ambao wamekaa katika roho na kweli kwamba asante Mungu umetulinua mtu kama huyu. Mtu wa kuficha aibu, mtu ambaye anatubeba. Wanamshukuru Mungu, wanamtibaza kwenye maombi. Kwa lugha nyepesi wanasema ngoja tuone hali yake ibadilike, hali yake iwe mbaya, kwa maana mtu huyu amekuwa kikwazo. Watakukasirikia tu. Unafanya jambo jema tu, kwamba jamani mchango shilingi 10,000 mnatafuta 200,000, yeye anaweka 500. Watakukasirikia. Hii ni wale ambao wanasimama katika roho na kweli kwamba Bwana, nyanyua watu kwenye familia yetu, nyanyua watu kwenye ukoo wetu, nyanyua watu kwenye kijiji, nyanyua watu kwenye kanisa ambao wanaweza akabeba. Haleluya. Kitabu cha Yuda 1:20. Yuda sura ya kwanza mstari wa 20. Bali ninyi wapenzi mkijijenga juu ya imani. Bali ninyi wapenzi mkijijenga juu ya imani. Imani ambayo iko thabiti, imani ambayo inamwamini Yesu, imani ambayo iko inasimama katika roho na kweli, imani ambayo inamtumainia Bwana, imani ambayo haitumainii vitu. Ndugu wapenzi, mkijijenga katika imani iliyo sahihi, maana tumejengwa juu ya mwamba imara na mjenzi mkuu ni Yesu Kristo. Tumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Tumejengwa juu ya msingi ya mitume na manabii. Mitume na manabii ni watu wa kukataliwa. Haleluya. Kristo aliweka huduma 5. Wa kwanza mitume, manabii, walimu, wachungaji, wainjilisti, huduma 5. Kanisa likatafuta njia ya kufanya kwamba sawa, tunahitaji walimu, tunahitaji wachungaji, tunahitaji wainjilisti. Walimu kidogo unaweza kaona, lakini hawa mitume na manabii watakataa. Biblia inasema wakaenda kwa fahamu zao wenyewe, lakini watatafuta ujuzi, hawatapata ujuzi wa kweli. Haleluya. Na hizi huduma zimewekwa makusudi maalum kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo. Biblia inasema kwenye Yuda 1:20, bali ninyi wapenzi mkijijenga juu ya imani yenu iliyo takatifu sana
juu ya imani yenu iliyo takatifu sana, na kuomba katika Roho Mtakatifu, na kuomba katika Roho Mtakatifu. Kanisa la sasa limepoteza mwelekeo. Wapendwa wa sasa wamepoteza mwelekeo kwa sababu hawaombi. Kuomba katika Roho Mtakatifu, kuomba kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu, kuomba kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu ili vijana wasimame. Sikia habari mbaya sana kwa vijana ambao wanasoma shule moja kule Dodoma. Walikuwa na mahusiano, binti kamwacha mwanaume na mabinti wanakaa wawili chumbani na nyumba ikawaka moto. Nikafikiri sana. Kini taarifa ya polisi inasema aliyechoma hicho chumba ni kwa sababu tu achwa. Ndio dunia ambayo tumefika, na wamekufa wote wawili. Tunataka neema Mungu, tunahitaji usaidizi wa Mungu. Tuko ukingoni, jua linazama. Ndipo sasa Biblia, ninyi wapenzi, bali ninyi wapenzi mujijenge juu ya imani. Mujijenge juu ya imani. Viwango vya kumjua Mungu ni tofauti kabisa. Viwango vya kumjua Mungu ni tofauti, lakini shukuru wa Roho Mtakatifu kwa wale wa darasa la chekechea, wale wa shule ya msingi, wale wamepanda mpaka madarasa maybe standard 7 huku standard 5, madarasa ambao wamepanda wako form 1 au wako form 2, form 4, hawa ni form 5, form 6, hawa ni chuo kikuu, hawa na masters, hawa wana PhD, wana PhD, wengine wamesogea viwango vingine. Neema ya Mungu ni ile ambayo inatubeba wote kwa pamoja. Kwa unaweza kuwa ni mkutano, ni kanisa ambao na watu 100, kuna watu wa viwango tofauti. Roho Mtakatifu atawahudumia kulingana na mahitaji ya kila mmoja, maana anatupenda upeo. Haleluya. Ndio msara anasema bali ninyi wapenzi mkijijenga juu ya imani yenu iliyo takatifu sana, na kuomba katika Roho. Mkijijenga katika imani yenu iliyo takatifu sana, na kuomba katika Roho Mtakatifu. Kuomba katika Roho Mtakatifu. Kuomba katika Roho Mtakatifu. Bali ninyi wapenzi mkijijenga juu ya imani yenu iliyo takatifu sana, na kuomba katika Roho. Kwa msitizo, kuomba katika Roho, kuomba katika Roho, kuomba katika Roho, kuomba katika Roho. Kenya katika Roho, Rwanda, Burundi, kuomba katika Roho. Popote ambapo mnasikiliza, kuomba katika Roho, kutembea na nguvu za Bwana. Shalom, shalom. Mbarikiwe wote. Mbarikiwe kwa jina la Yesu Kristo, jina lenye mamlaka. Ni rehema za Bwana tu